kwake Bwana, kwake Bwana kuna amani, kwake Bwana, kwake Bwana kuna furaha, kwake Bwana kuna amani, kwake Bwana, kwake Bwana kuna furaha, kwake Bwana, kwake Bwana kuna amani, kwake Bwana kuna furaha. Amen. Muongeze Bwana tena makofi ya furaha. Amen. Mlango ule wa pili mstari wa 23, Biblia inanena maneno hivi: hata walipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote. Na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kumshuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe aliyajua yaliyomo ndani ya wanadamu. Alijua yaliyomo ndani ya wanadamu, aliwajua wote. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, nimesoma neno hili ambalo Bwana naenda kuligawa kwa watoto wako na kwa watumishi wako, ambalo mwana wa Mungu uliye hai ni neno lako kamili, wala halijagoshiwa. Naomba liponye, lipate kibali kwa jina la Yesu Mwokozi mwema. Amen.
Sikia nikueleze maneno haya. Niligusa kidogo pale kwenye msiba jana. Wakati naenda kwenye msiba nipigia kamera akasema kuna jambo hili na hili. Nafika Boni Mwashitete kanipa, baba tulishe neno la Mungu. Nikalihubiri neno hili kwa ufupi. Lakini lilikuwa ni neno ambalo nitaka nilihubiri kwenye madhabahu hii, na ndivyo ninavyolileta sasa. Halo? Neno hili ambalo Yesu Kristo kwa kinywa chake, sio mtu mwingine, yeye mwenyewe kwa kinywa chake, siku moja wakati wamekusanyika, ilikuwa ni sikukuu. Sikukuu inakusanya watu wengi wa namna mbalimbali. Sikukuu. Amen. Walihudhuria wengi. Kama mjuavyo, wakati wa sikukuu kuna mambo mengi mno. Wakati wa sikukuu kuna watu wanakuja, wengine waje waangalie matukio, nini kinachofanyika kwa kuwa ni sikukuu. Wengine wanakuja waje waangalie fashion. Wengine walikuwa wanakuja waje waangalie tu material ya sikukuu ile, maana ni sikukuu. Lakini Biblia inasema ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka, Passover. Sikiliza nikueleza habari nzuri hizi. Wakati Yesu huyu naye anaenda kunena habari yake, alipofika alinena neno la Mungu zuri kwenye sikukuu ile, maana ilikuwa ni sikukuu ya watu wa dini pia. Sikukuu watu walikuwa wamekusanyika, watu wa namna mbalimbali, makabila na lugha walikusanyika. Sema amen. Hebu nisaidie makofi yako mazuri kwa Yesu. Hey! Asubuhi hii wakati anafanya huduma ile, Biblia inanena maneno haya, watu wengi wakamwendea Yesu, wakaamini. Wengi wakamwamini walipoona ishara alizokuwa anazifanya. Nani alizokuwa anazifanya? Yesu mwana wa Mungu. Sio ishara bandia, wala hazikuwa na kiambata, wala hazikuwa na visaidizi. Ilikuwa ni ishara ya wewe mwenyewe, ili ufalme wa Mungu ukuzwe. Libarikiwe jina la Yesu aliye hai. Watu walipoona maneno haya wakafika, wakasema hakika huyu ndiye. Wakaamua kumwambia, kumpa maisha yao. Wengi wakampa Yesu maisha yao. Wengi wakaokoka. Wengi wakaamini. Wakaenda kwa mkumbo kwa sababu waliona ishara. Kama hivi leo kuna mambo mengi, watu wanaenda mkumbo wengi. Unaweza ukashangaa wengi wakasema na sisi tunaamua, tunakuja tukufuate Yesu. Wanamwendea wengi marundo na marundo. Nini? Waliona ishara za miujiza. Nini? Kwa sababu alisema tumepewa majumba. Nini? Kwa sababu alisema kuna magari. Nini? Kwa sababu alisema yule fulani kafanyiwa hiki na mimi naenda, labda nitafanyiwa vile. Ila hakuamini. Ndipo Yesu alipoangalia kwenye mioyo yao jinsi walivyo, mambo walio nayo, akaona hawa sio. Ni sawa na jinsi walivyokuwa wamekusanyika kwenye siku ile kwenye mkutano mkubwa. Ndipo sa watu wengi wakamwendea. Wengine walikuwa hawajaokoka kwa sababu walikula mikate, kwa sababu walikufanya, wakasema huyu lazima tumpe ufalme. Kwa nini? Kwa sababu tunaona anatupa vitu bure. Haleluya! Hey, haleluya! Mwanangu, asubuhi ya leo nataka kukwambia kitu, sema amen. Nataka nikwambie kitu, sema amen. Walimwendea wengi. Biblia inanena hivi, lakini Yesu waliomwendea hakujiaminisha kwao. Hakujiaminisha kwao. Hakuwa radhi nao, maana hawakuamini kutoka mioyoni mwao, wala hawakutubu. Biblia inasema maana aliwajua wote. Aliwajua wote. Sema Yesu ananijua. Yesu ananijua. Hata wewe Yesu anakujua. Umeokoka, hujaokoka. Ndipo kwa nini? Kwa sababu walienda wengi
Bwana ananena hivi, walipokuwa wamekusanyika pia kwenye kusanyiko kubwa, na wengine kwa sababu Yesu anawajua yaliyomo ndani ya mioyo yao, akanena maneno haya. Kitabu cha Marko mlango ule wa 15, akanena maneno haya. Marko mlango wa 7 mstari wa 21, ndani ya moyo wa mtu, kwa sababu hajaokoka ila yuko kwenye kusanyiko. Ndio maana akasema moyoni mwa mtu mna mawazo mabaya, mnatoka uzinzi, mnatoka ufisadi, mnatoka hila, mnatoka uchawi, mnatoka ufisadi, mnatoka kiburi, mnatoka vitu vya namna mbalimbali moyoni mwa mtu. Sema amen. Haleluya. Mungu aliye hai anayeona moyo wa mwanadamu jinsi ulivyo. Hey, amen. Mwanadamu ana siri ya ajabu, lakini Yesu anawajua. Ndio maana akasema si wote wanaosema Bwana Bwana watakaweza kuingia katika ufalme ule. Nini? Kwa sababu aliwajua wote. Ungekuwa mwenzio mwambie, sura yako ipoje machoni pa Mungu? Maisha yako ipoje machoni pa Mungu? Unaona jinsi ulivyo? Kama uko kinyume na mpango wa Mungu, zile sifa za Yesu alizosema, emrudia tena mstari wa Marko, usome vizuri. Marko 7 mstari wa 21. Soma mara moja nikupe kitu kingine. Haleluya. Kwa maana ndani ya moyo wa mtu toka mawazo mabaya. Hutoka nini? Mawazo mabaya. Maana aliwajua moyoni mwa mtu hutoka mawazo mabaya. Alafu uasherati ndani ya moyo wa mtu. Unamwona mtu anatembea lakini anafanya vitu vya ajabu. Huko ameokoka, huko anaabudu, huko anaimba, lakini moyoni mwake muna nguvu ya uasherati. Kuna kitu kingine kinasema pale, wivi upo huko ndani, mwizi yumo. Alafu uwaji yumo, muuaji. Mmoja alisema maneno ya ajabu, akasema mimi huyu nitampoteza. Kule Rwiwa kulikuwa jamaa mmoja ni wazee, akasema nampoteza. Kama uliokoka, uokoke kutoka moyoni mwako. Amina. Kama umeokoka, uokoke moyoni mwako, na Mungu aliye hai gonge muhuri kwamba wewe ni mwana wa Mungu na ni mwana wa ufalme wa Mungu, sio dudu. Halo? Amen. Mwingine anaweza kukaa mpaka yuko na machawi tu, inakuja kuloga ibada. Ninafunga watu wasiokoke. Ninafunga watu wasimwambie Mungu. Ninafunga watu wasifanye jambo lolote kwa Mungu aliye hai. Lakini sikiliza, wote wamo. Lakini ndipo Bwana anasema mtawatambua. Halo? Amina. Maana hawezi kujizuia hata kwa kinywa. Utaona pepe nyingi, fitina nyingi, kama nilivyokueleza juzi. Mama moja wakawa wanaleta mashtaka, wanasema baba, anasema hakuna kuzaa huyu. Tunafunga kamba. Unaabudu nini? Kama ndani hema la Mungu ni mahala fulani, siwezi kuambia. Libarikiwe jina la Yesu aliye hai. Mwingine akamwambia mwenzake, akasema nisipofanyiwa hili atakuwa na hatazaa, atakuwa anapika tu. Wewe unafanya nini? Moyoni mwa mtu hutoka mawazo mabaya. Hila, maana aliwajua wote. Usiangalie sura, angalia Mungu anasema nini kwa mwanadamu. Rejea kusoma mwanangu, sikiliza. Uzinzi ndani yake. Mungu anasema mimi naujua. Alafu tamaa mbaya imo ndani. Kingine ukorofi. Huko ameokoka ni korofi hili. Alafu hila, anakuwa na hila ndani ya nyumba ya Mungu. Anatembea lakini na hila amebeba vitu kwenye moyo wake. Alafu ufisadi nao humo ndani. Unaliona hilo limekaa, lakini ni fisadi baya. Alafu kijicho. Mwenzake pata chote inamkiri. Naye huyu. Matukano. Nini? Matukano. Mtu ameokoka huyo. Ndio maana nasema ndani ya moyo wa mtu aliwajua wote. Lakini wote wanasema wanaabudu. Wote tunamjua Mungu. Kingine? Kiburi. Hataki kukemewa, hataki kuambiwa, hataki kufanywa chochote.
anataka kae kama mfalme. Sikiliza, mbele za Mungu aliye hai tuna mfalme moja, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, anayeokoa na kuponya, aliyeniokoa hata mimi. Huyu mwanaume Yesu. Haleluya! Makofi mengi kwake yeye aliyekuita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Sikiliza nikueleze, huyu mtu anakuwa na vitu vya ajabu. Ndio maana akasema aliwajua wote, anawatambua wote. Na Mungu huyu naye mhubiri hawezi kujiaminisha kwao, hawezi kukuonekania wewe. Utatumia mwili wako bure, utaumia bure, maana utakuwa kinyume na Mungu aliye hai. Na Bwana aliye hai atakuweka pending pembeni. Wewe hufai hata mbele za Mungu na mbele za wanadamu pia. Haleluya! Na Roho Mtakatifu anakuangalia usiku na mchana. Kwa nini? Kwa sababu mambo unayofanya mbele za Mungu hayampendezi Mungu. Kingine, upumbavu. 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 Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wamefanya chukizo mbele za Mungu. Upumbavu. Halo? Nikwambia juzi siku moja pale mahala fulani, anamwambia wanamwambia wewe mshirika, kwa nini umeamua kutoa vitu kama hivi? Na nimekwambia, ungetuambia sisi usirudie tena. Sisi tumekaa vibaya na mchungaji. Wewe makorokoro yako wewe unafanya nini? Yule baba yule mama, nikasema ningekuwa mimi ningekufukuza, maana hufai. Unaona kijicho, unaona wivu. Hata mtu alipofanya sio sadaka yako, hukumsaidia chochote. Wewe Mungu alimuita, kama na wewe Mungu alikuita, basi ungeiga mema ukamtumikie Mungu aliye hai, sio kuleta wivu ndani ya mtu mwingine. Haleluya. Kitu kingine nasema nini? Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani. Yatoka wapi? Ndani. Sema yanatoka ndani. Yanatoka ndani. Sema yanatoka ndani. Yatoka ndani. Maana hayo Mungu anayajua. Hata kama mtu angafanya pele, mtu jinsi alivyo ndani ndivyo anavyotoka na nje. Jinsi mtu alivyo ndani ndivyo anavyotoka nje. Usijizanie kwamba mtu wa nje kwamba mimi niko hivi kwa sababu utoke ndani. Bwana aliye hai anaponya ndani mpaka nje. Haleluya. Amen. Yesu mzuri huyu. Ninampenda Yesu, mshangilie Mungu wetu mzuri. Amen. Hata mimi ndugu yako niliabudu katika mwili. Tunaimba ngupasya umbili wangu. Ngayege nani munda mwilo mwipumba. Nitaenda kukana nani, sijui nitakaweje mule ndani. Ngayege nani mwipumba, ukayege nani? Mwenyewe. Amina. Nibarikiwe jina la Yesu. Mwenyewe, uende mwenyewe. Hatuziki wawili watatu, unakufa peke yako. Wewe na Mungu kwenye madhabahu ya Mungu. Nibarikiwe jina la Yesu aliye hai. Ndipo hiyo miaka ya nyuma nilikuwa na mwanjisti wangu, mwalimu mmoja wetu Byton Sikarumbi, alikuwa anafundisha habari za mapigo. Alitufundisha, alikuwa mwalimu wake, alijifunzia Kiera yule baba. Miaka huko nyuma. Halo. Lakini mambo tuliyokuwa nayo kabla ya wokovu. Sasa nakusii, kama ukiingia hemani mwa Mungu, ukiokoka kwenye madhabahu hii, uokoke kutoka moyoni. Waachane na vitu vya dunia. Waachane na tabia mbovu ulizokuwa nazo huko nje. Usizilete humu ndani. Amen. Halo? Usizilete humu. Ugeuke mwambie usizilete humu. Usizilete humu. Jikane nafsi yako. Usizilete madhabahuni. Amina. Usizilete. Hili ni hema la Mungu. Kanisa ni roho ya Mungu. Kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Kanisa ni wewe uliokoka ambaye umekaa kwenye viti hivyo. Mungu ndiye anakujali wewe kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Libarikiwe jina la Yesu Kristo. Sikiliza kitabu kingine nikwambie. Kitabu cha Mathayo ule mlango wa 15. Nikupe kitu kingine tena hapo. Mathayo 15 uliandika? Soma mara moja. Mathayo sura ya 15. Mstari wa 17. Ndiyo. Hamjamfahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani, kile kinachoingia unakula kwenye mdomo wako, kinaingia kwenye kinywa chako, unatafuna, kinaingia tumboni. Baada ya kuingia tumboni ulichokula, alafu Bwana
hakiweki huko kikae huko, maana kikaa huko moja kwa moja utakufa. Anaweka kitu kingine, kuna mlango mwingine. Ndiyo. Hupitia tumboni kama njia yake, alafu kikatupwa chooni, kinaenda chooni, kinaenda kutupa chooni. Ndio maana wanajenga choo zingine za fahari, anakaa kule starehe. Ukae na choo yako nzuri, si unakaa unashituka. Kaa kwenye choo nzuri. Vinatupa wapi? Chooni. Vichafu vyote vinatupa wapi? Chooni. Vinatupwa vichafu. Maana yeyote atatupa kila kitu kichafu, lazima kitoke kiende nje. Mwanangu, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Vyatoka wapi? Nasema wapi vinatoka? Moyoni. Tena vinatoka wapi? Moyoni. Vinatoka moyoni mwa mtu. Moyoni. Mungu husamini sana mtu aliyeokoka kutoka moyoni, kwa maana mtu akiokoka kutoka moyoni amepona, anapona kweli kweli. Kitabu cha Matendo mlango wa 10 mstari wa 9 na wa 10 anasema mtu akiamini toka moyoni, ataokoka, atasamehewa. Mtu huyu hata tahayarika hata mbele za Mungu aliye hai. Mpigie Yesu makofi mazuri, yeye aliyekuita. Hey, haleluya! Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nafurahi kusema habari zake, maana hizi habari hizi zinambariki Mungu, zinamfaa Mungu, zinamfaa mno. Mimi mwenyewe nilikuwa na mambo ya ajabu yaliyokuwa ya ajabu mno, lakini Mungu pekee anatuita, anatuokoa. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akafanya tendo la pili, akatuhamisha, alafu akatuingiza kwenye ufalme wa pendo lake Yesu Kristo, akaanza kutuosha, akatusafisha. Ndio maana tunaitwa wana wa Mungu, tuliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, wala kwa kusudi la mtu, wala kwa akili ya mtu, bali kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ndiye shinikizo letu, huyu ndiye uzima wetu, huyu ndiye dira yetu, huyu ndiye kimbilio letu, huyu ndiye msaada wetu, huyu ndiye anatuponya, huyu ndiye tuinua. Huyu ndiye Bwana. Alikuja kwa mambo matatu tu. Alikuja kutuokoa chini ya laana ya dhambi, laana ya mauti, laana ya magonjwa. Huyu Bwana wa majeshi. Mushangilie tena Mungu pekee ajaye, yeye yu hai, katika jina zuri la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Twende mwanangu. Navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Ndio vitu hivi ndivyo vinavyomtia mtu nini? Unajisi, vina kuharibu. Lakini Yesu anasema na wajua wote. Huwezi kumjua mtu kwa nyama ya mwili, huwezi. Jeuri huyu mwanadamu, jeuri. Huwezi kumtambua kwa mwili wa nyama, huwezi. Anajificha kama kobe, lakini ni mbwa mwitu mkali mwanadamu. Ndio maana Yesu akasema hakujiaminisha kwao, kwa sababu aliwajua wote. Sielewi unajulikanaje mbele za Mungu na mbele za wanadamu pia. Kitabu cha Mathayo, hebu rudi tena pale hapo ulipo nasoma. Anzia mstari ule wa 8 na wa 9. Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Unasikia vizuri? Hawa jamaa walikuwa wamekuja pale kwa rundo, wamekaa na wanasikiliza. Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao tu, lakini ndani hamna kitu. Ila mioyo yao iko mbali nami. Ila mioyo yao iko wapi? Mbali nami. Mioyo yao iko wapi? Mbali na Mungu. Kuabudu kwao kuko wapi? Mbali na Mungu. Mioyo yao iko mbali na Mungu. Lakini unamuona anaabudu, unamuona anaimba, anaweza kaimba katoa. Moyo wake uko mbali, maana ushirikina uko ndani, ujambazi uko ndani, wizi uko ndani, wivu uko ndani. Dunia ya wokovu imekuwa kama fashion. Ndio maana kwenye ngoma siku hizi wanachanganya kuchanganya. Wengine wapiga dududu. Wanaimba hao, na sisi tunapeleka vinanda hapo pao.
Jamaa alikataa mapema. Tunasema ukalale mahali pema peponi. Panani? Yesu anasema chagua hivi sasa ukiwa hai. Ndio. Bwana ali hai aingilie kati maisha yako. Amen. Ya kiroho na kimwili. Amina. Ili ukamuone yeye aliye hai ambaye ni mwaminifu pekee, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai aliyeshinda kifo na mauti. Yuaje tena na arudi tena. Amen. Twende mwanangu, soma tusikilize. Nao waniabudu bure. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, lakini sio ya Mungu. Nakwambia mapema, sio ya Mungu. Hata mimi ndugu yako nalisimama kwenye misiba, nalisimama wapi mahala fulani, huku lizinzi likahaba mwongo. Lakini nilipokutana na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nina ushuhuda usiku zote naendelea kushuhudia. Aliyekuja siku ile nimeingia kwenye kanisa ile dogo, akakamata makalio yangu kwa mikono yake nalisikia. Alikamata makalio yangu akaninua nyanyamu, nikapelekwa mbele, wananishuhudia, wananiongoza sala ya toba. Ndipo narudi, wakanipa Biblia yenye maandishi mekundu pembeni. Wakasema sasa umeokoka. Wanashangilia na mimi nashangilia. Sielewi nashangilia nini. Ile nakuta mwili wangu mwepesi. Na mimi nashangilia. Haleluya. Wananiambia sasa umeokoka. Sasa umeokoka. Na mimi kashangilia. Kutoka siku ile kwangu dhambi mwiko. Amen. Haleluya. Amen. Sina mbwa wala ng'aa wala nguruwe. Amina. Hello. Amen. Ndio maana nakwambia siku zote wewe ni mtoto wangu mimi. Wewe ni mtoto wangu mimi, na kufundisha sheria ya Mungu kwamba dhambi hapana. Amen. Ndio maana siku zote nakwambia, kama unaweza kumtamani baba yako aliyekuzaa, kumtamani aliyekuzaa, mimi hapana, mimi ni baba wa kiroho. Amina. Na kufundisha habari za kwenda kwa Mungu aliye hai. Huyu ambaye ni Mwokozi, aliyeniokoa mimi, ndio anakuambia maneno haya, uokoke kutoka moyoni mwako. Bwana aliye hai aponye maisha yako ya kiroho na kimwili. Amina. Katika jina zuri la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mwanangu, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Moyoni hutoka nini? Mawazo mabaya. Wananiabudu bure. Mwana kwenye mioyo yao kunatoka mawazo mabaya. Alafu uwaji humo ndani humo. Uzinzi humo. Uasherati humo. Wivi humo. Ushuhuda wa uongo humo. Na matukano yote yako humo. Utakuta mtu ameokoka ana maneno machafu, anatukana, utafikiri hajawahi okoka, hajawahi hata kubatizwa. Ukimwona ni kama mtaka. Nenda kaangalia sifa zake. Ananenwaje huyu? Amen. Ana sifa gani huyo? Mwangalia usoni huyo. Mwangalia, unachukia, unabarikiwa. Amen. Ukamate mkono, mwambie sikiliza, lazima uokoke kutoka ndani. Amina. Uokoke kutoka wapi? Ndani. Mungu aliye hai kuponya, aliponya kanisa la Mungu. Ongeza makofi tena mazuri kwa yeye aliyekuita. Haleluya. Amen. Yesu ana maneno haya, ndiposa mtawatambua, pamoja na kwamba mimi nawaangalia sirini, nawaangalia moyoni mwenu, naangalia sifa zenu. Angalieni ninyi wanadamu mnaishi pamoja nao, mnawatembea pamoja nao, mnaokula pamoja nao, mnaimba pamoja nao, mnaishi pamoja nao, mmefunga ndoa pamoja nao, mnakaa pamoja. Sikiliza, anasema mtawatambua. Ndipo mtawatambua kwa matunda yao. Soma mwanangu, rudia tena kipengele hiki ili kusudi kiingie kama sindano ndani ya moyo. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Ndiposa kwa tabia yao, kwa matunda yao mtafanyaje? Mtawatambua. Hicho ndio kibali Yesu alichosema. Hata kama mtu angenena kwa lugha kubwa, hata angetoa hela za magunia mengi, hata angekuwa na vitu lukuki, tunaenda kwenye kipimo hiki. Tabia. Hiki ndio kipimo halisi. Hiki tabia na matunda ya mtu. Nimeokoka, lakini angalia umeokokeje? Ipoje? Wasomekaje? Yesu alinena huko. Halo. Amina. Wengine akasema nabii, wengine Elia, sio wengine nani. Akasema ninyi mnaniita nani? Mimi
ninyi mliookoka pamoja na ninyi, unasemaje? Mwingine akajitokeza, mtumishi wa Bwana Petro akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye una maneno ya uzima. Wewe twende kwa nani bila wewe? Huyu alimjua Yesu vizuri. Akasema, heri Petro, hilo neno wasema haikutoka kwenye kinywa chako, bali ni Baba aliye hai amekufunulia wewe. Haleluya. Amen. Amina. Twende mwanangu. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Mwambie jirani yako, jihadhari hapo. Jihadhari hapo. Kamate mkono, mwambie jihadhari. Jihadhari hapo. Tena jihadhari. Jihadhari hapo. Hata kama ulikuwa na huduma nzuri, ndio yule agenti atakufuata ili akuunganishe, uwe rafiki yake, akukong'ote sawa sawa, ajue siri zako, ajue jinsi unavyotembea, ajue jinsi unavyoomba. Alafu anakuwa pamoja na wewe kama wiki moja mbili, alafu baadaye sema, nina shughuli, sitaenda pamoja leo, nina shida, siwezi kwenda kwenye huduma, nina 1 2 3. Mwongo. Alikuwa na kusurvey wewe, ila jua unafanya nini. Mungu aliye hai, jitenga nafsi yako ukamtegemee Mungu. Amina. Bwana aliye hai akuponye roho yako ukamuone Mungu. Amen. Bwana aliye hai aponye maisha yako ukamuone Mungu. Amina. Bwana aliye hai aponye wokovu wako ukamuone Mungu. Amina. Yeye ambaye ni Mungu na mtumikia, si hivi. Twende mwanangu. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba Bali yangu mtu yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Huyo anayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ni wa thamani machoni pa Mungu. Ndio maana akasema ninyi ni wa thamani machoni pa Mungu. Endapo tutaishi kama wana wa Mungu, tutaikataa dunia na tabia zake na matendo yake na sifa zake, tukabaki kwa Mungu, na Mungu aliye hai atasimama pamoja na sisi. Hata vingekuja vinyamkera, hata wangekuja wenye mapembe, hata wangekuja wanani, Mungu aliye hai anasema atachukua magonjwa ya Misri, atakubandikiza, tabaki nayo. Wewe mwana wa Mungu uliyeokoka, magonjwa ya Kimisri hayatakukaa kamwe, hutayaona kwako, yatakuwa mbali kama magharibi na mashariki. Bwana taamuru yale magonjwa ya Misri yawabandikize. Ole wako unayeshindana na waliookoka. Ole wako unayeshindana na waliookoka. Awe hajaokoka sawa sawa, lakini kama ameokoka sawa sawa, siku zako ni chache. Sema amina. Amen. Tena amina. Amen. Mwanangu. Wengi wataniambia siku ile. Bwana Bwana. Bwana Bwana. Hatukufanya unabii kwa jina lako? Hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kutoa pepo? Kwa jina lako kutoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Na kwa jina lako kutoa kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri. Mimi nitawaambia dhahiri ninyi. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ondokeni kwangu. Lakini waliimba, lakini walihubiri, walifanya na unabii, walifanya na miujiza. Bwana aliye hai atawaambia ondoka. Wakafanya na viambata, wakafanya na vitu vingine wanachokufanyia. Wengine wanaenda hadi kwa waganga, wengine wasema tunajiongeza. Unajiongeza na nini? Yesu hana cha nyongeza, ni yeye, ni super, ni original. Jiwe kula pembeni, likishuka kwa mtu linamsaga tiki tiki, hata inuka tena, bali yeye atainuka ndani ya mtu huyu. Ushangilie Mungu wangu vizuri wewe. Haleluya! Yuaja Mwokozi mwema. Namtamani Yesu, nifanye vema pamoja naye, sije nikaachwa mimi. Namtegemea Mungu aliye hai. Nimepita kwenye vihunzi, amenivusha kwenye vihunzi, amenivusha kwenye vitatizo vya namna mbalimbali, vihunzi vya maneno, vihunzi vya vita vya kiroho na kimwili. Bwana aliye hai amenipitisha hapo. Alafu leo hii haja niache. Natamani Mungu asije kaniacha. Amina. Amina. Natamani na wewe Mungu asikuache. Amina. Natamani mwanangu na wewe Mungu asikuache. Amina. Nakupa super gospel, injili iliyo hai. Amina. Sio iliyogoshiwa. Sio injili ya kutafuta pesa. Mimi sitafuti pesa, na mhubiri Yesu aliye hai mbele ya maisha yako. Haleluya. Amen. Hii sio biashara, ni kazi ya Mungu yeye peke yake. Ndio maana siku zote nakwambia, hata ukiona kwenda tofauti,
achia koti. Lakini ukiona naenda sahihi, kamata koti. Twende wote mbinguni. Kamata twende. Nasema tena, kamata twende. Ndio maana hata leo wengine wanakuwa na vitu vya ajabu ajabu. Usiwe na vitu vya ajabu wewe. Usiwe na vitu vya ajabu na nisikiliza. Usiwe na vitu vya ajabu. Mwendee Mungu aliye hai, chanzo cha uzima wako. Wewe ni wa muda duniani, hata mimi ni wa muda duniani, lakini wakati ningali hai nataka Yesu Kristo na ijulikane kwamba Yesu Kristo yupo Runu anahubiriwa. Hello. Mwanangu Mwasubira, kaza buti mwanangu, twende. Hata wabomoe mawe, kaza buti twende. Kaza meno. Hello. Kaza meno, unayetenda vizuri mbele za Mungu. Kaza meno. Kaza miguu. Simama wima. Mungu aliyetembea pamoja na wewe. Bwana kutetee. Uwe kwa magonjwa, kwa majaribu namna mbalimbali. Sikiliza, wengine hawajamwamini Yesu wala hawajaokoka, ila wana mambo ya kwao wao. Hey, haleluya. Ndio maana unapigwa vita wewe. Usimame mbele za Mungu aliye hai. Mchapie Yesu makofi mazuri. Shangilia kwa Mungu, shangilia. Haleluya. Huyu mwanaume Yesu, 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 Yesu. Nimsemeje huyu Mungu wangu mzuri huyu? Nimsemeje mwana wa Mungu aliye hai? Nimsemeje mimi? Ninasema Yesu aliye hai ni Mwokozi. Haleluya. Nasema Yesu ni nani? Ni Mwokozi, anaokoa. Ameniokoa hata mimi. Yesu ni Mwokozi. Nasema tena wewe kwako, Yesu ni Mwokozi. Simama kwenye wokovu. Tembea na Bwana kwenye wokovu, hata kuacha kamwe. Haleluya. Yale yanayokunyemelea Bwana atayapiga teke. Utabaki na Mungu mwaminifu. Mungu aliye hai asimame na wewe na kutabia maneno haya. Mungu asikuache. Bwana aliye hai akushike mkono, akuinue pale ulipo, ili Bwana aliye hai atembee na wewe, ukamuone haya anayosema, ukayaone siku ile. Akuinue mwana wa Mungu, akuponye. Twendeni kwa Mungu wetu mzuri. Twendeni kwa yeye aliyetuita. Twendeni kwake tuliyemwamini. Anatujua, sio mwanadamu. Mwanadamu mwenye hila hawezi kusema maneno kama haya. Haleluya, 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 haleluya. Mwangalie jirani yako, mwangalie uzuri usoni. Mwangalie usoni. Mwangalie usoni wake, mwangalie uso wake. Mwangalie. Mwangalie vizuri. Anashindwa hata kusema chochote. Sura yake imekuwa kama sikiliza nikwambie. Ubaki kwa Mungu. Mungu aliye hai akutie nguvu. Usilagajike. Bwana aliye hai aungamanishwe na wewe. Bwana ajiungamanishe kwako. Bwana ajiunganishe na wewe. Utamuona Mungu aliye hai. Wewe si mtu, yani wewe ni mtu wa thamani mno. Wewe ni chombo cha Mungu wewe. Wewe ni mtu wa Mungu. Hakika nasema ni mwana wa nani? Wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Mwana waliye juu. Mwana wa ufalme. Tuliokuwa zamani, hapo zamani sisi hatukuwa wana wa ufalme, lakini sasa tumekuwa wana wa ufalme. Watu wa njia hii tuliokoka, tunamwamini Yesu aliye hai. Wewe kama hujamwamini Yesu, ndio maana Yesu anasema aliwajua wote. Na wewe hata ungekwenda jifiche na mambo yako, anakujua. Wewe anakujua. Ndiyo, na wewe anakujua. Anakutambua. Waliokoka wana amani. Hapo wanakuja ibadani, wanasikia amani, wanafurahi. Nalifurahia waliponiambia twende wapi? Nyumbani mwa nani? Mwa Mungu. Furahini katika Bwana siku zote. Furahini. Upendo wako ujulikane na Mungu. Amen. Furahini katika Bwana siku zote. Furahini. Nini tena? Njoo imbe. Njoo imbe. Mwanangu njoo. Kachukue maiki. Asante kwa Mungu. Hii hapa nyingine. Hii hapa. Furahi. Njoo mama. Haleluya.
furahini. Na mwangalia nyuma huko. Huyo kama anaweza kaimba na yeye. Hapo sawa. Furahi. Yaani mimi sikize niwaambieni. Pamoja na shida, pamoja na dhiki, na mtazama Mungu aliye hai, na muamini Mungu aliye hai, yeye ambaye ni ngao yangu, yeye ambaye ni shinikizo langu, yeye ambaye ndiye. Furahini katika Bwana siku zote, furahini. Upendo wenu ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Pende Furahini katika Bwana siku zote, furahini. Upendo wenu ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Haleluya. Ijulikane na Mungu aliye hai. Yeye ni Mungu pekee. Yeye ni Mungu. Beti ya pili nasema nayo amani ya Mungu wetu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Yesu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Makofi mengi kwa yeye aliyewaita. Amen. Huyu ndiye Mungu tunayemsema. Haja yako ijulikane na yeye aliyekuita, sio mtu. Bwana aliye hai akuponye mwanangu. Amina. Bwana aliye hai aliponye kanisa la Mungu. Amina. Shikilia wokovu, usigeuke nyuma. Biblia inasema wala hatulegei kwa mambo ya Mungu. Usilegee hata dunia ingepasuka, ubaki na Mungu. Amina. Bwana aliye hai awaponye nyote. Amina. Naombea baraka mbele za Mungu. Amina. Awaponye nyote, awape ulinzi na amani. Simama imara kwenye msingi wa Injili. Injili ya nambari moja, wokovu nambari moja, sio wokovu wa vilaka. Wokovu nambari moja ni supa huo, sio kuanguka. Mara unaanguka leo, kesho unarudi, naanguka kesho unarudi. Hivyo ni vilaka. Wokovu nambari moja ni huo, ndio wenyewe. Baki na Mungu, na Bwana aliye hai awaponye. Nawaombea baraka mbele za Mungu. Naombea amani mbele za Mungu. Naombea uzima mbele za Mungu. Naombea mafanikio mbele za Mungu. Bwana aliye hai akupe mafanikio makubwa. Bwana aliye hai kulinde unapoingia na kutoka. Bwana kubariki mno. Asante kwa Yesu aliye hai aliyekuita. Bwana Mungu na nchi akuponye. Wewe una shida yako, naomba nikuombee. Ule shida yako, nahitaji kukuombea mbele za Mungu wangu mzuri. Nikuweke mikononi mwa Mungu. Mwana wa Mungu aliye akuponye wewe. Na msema yeye aponyaye. Anasema nitakuponya kwa magonjwa hayo. Bwana aliye hai akuponye wewe. Mwana wa Mungu akutetee katika jina la Yesu Kristo. Naomba usimame pale ulipo. Naenda kuomba kwa weka mikononi mwa Mungu. Ninaombea mbele za madhabahu hii. Kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe mtoto ambaye Bwana amekuleta hemani mwa Mungu. Bwana kuponye ule na kunywa, kushituka pepo malaria,
kwa jina la Yesu ushindwe milele na milele, na kukabidhi mikononi mwa Mungu yeye aliyekuita uwe mzima, na Bwana kuponye kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, yeye asimamaye kwenye agano, yeye aonaye sirini kwenye moyo wako, aponye moyo wako, aponye nyama zako, aponye maumbile yako, aponye mishipa na damu kwa jina la Yesu. Mungu wa mbingu na nchi, na kukabidhi mikononi mwa Mungu aliye hai akutetee katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, na kuweka mikononi mwa Mungu yeye akutetee kwa maisha yako, aponye moyo wako, aponye huduma yako, aponye maisha yako kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Pepo ndani yake ushindwe milele. Bwana kutetee kwenye mawazo yako, aponye yale unayowaza, ili Bwana kufanikishe katika maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Pura dashaka mwana Mungu, katika jina la Yesu muumba mbingu na nchi, namleta huyu mkononi mwako, mponye kinesi ndani ya moyo wake Mungu, mponye kwenye maisha yake. Ni mhudumi ndani ya nyumba yako Mungu, umefanya matendo makubwa hata kwenye hema lako. Mponye huyu uliyesema Mungu huyu afanyiwe nini, ukasema huyu ametujengea sinagogi. Bwana amefanya mambo makubwa kwenye taifa letu, na sasa mponye huyu, kaangalie kazi zake. Namleta mikononi mwako kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana kutetee katika jina la Yesu, muumba mbingu na nchi, yeye anaye sirini, yeye anayekujua vizuri, akuponye mama, akuponye, akumbuke sadaka zako, akumbuke uzao wako, akumbuke ulio nayo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kuponye, asimame nawe, akuponye miguu yako, akuponye mgongo, akuponye tumbo, akuponye mishipa, akuponye sehemu za mwili huu kwa jina la Yesu aliye hai. Akutetee uwe mzima, ponyeka, na Bwana aliye hai akuponye uwe mzima kupitia jina la Yesu. Uwe mzima, Bwana kutetee, uwe mzima kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu mkuu sana, namleta huyu mikononi mwako Mungu. Unamwona wewe jinsi alivyo, Mungu wa mbingu na nchi. Umtetee wewe Mungu katika yale yanayomsumbua, vita vyake vya kiroho na kimwili kwa jina la Yesu Kristo. Enyi nguvu za kutupa, magonjwa ya kurushwa, magonjwa ya maambukizo kwa aina zake, kwa jina la Yesu Kristo, na kuapisha mwache huru kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mpe amani mwanamke huyu, ewe Yesu unayeona. Yehova Rafa, naomba mkumbuke huyu, ni chombo chako Mungu. Kumbuke huyu kwenye madhabahu hii, namuleta mikononi mwako kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, muumba mbingu na nchi, Mungu mkuu sana, ambaye ni Mungu hata leo, kwa jina la Yesu Kristo, ewe lozi, kwa jina la Yesu Kristo, pepo ndani yako, na kuamuru kwa mamlaka ya jina Yesu, toka tangu sasa. Unayesumbua, unaleta BP ndani ya moyo huu, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ikiuko ndani huko, inukwende, inukwende, inukwende kwa jina la Yesu Kristo. Usirudi tena ndani mwili huu, usirudi humu tena kwa jina la Yesu. Magonjwa na kukataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana aliye hai akuponye uwe mzima. Bwana aliye hai akuponye mzee uwe mzima. Asimame na wewe, angalie kazi ambazo unazifanya ndani ya nyumba yako na kwenye hema lake pia, kwa jina la Yesu. Maumivu, nguvu za giza, nguvu za uchawi kwa aina mbalimbali, magonjwa ya kuruka na kutegwa, kwa jina la Yesu,
Bwana aliye hai aonaye siri na kuponye. Uwe mzima na Bwana kutetee. Uwe mzima na Mungu akuponye. Uwe mzima na Mungu akuponye. Uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kutetee. Uwe mzima mwanangu, kwa jina la Yesu Kristo akuponye wewe. Uwe mzima kupitia jina la Yesu. Niombea. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, pepo miungu, pepo mila, inukwende kwa jina la Yesu Kristo, toka wende na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, toka wende. Aliye ndani mwangu ni mkuu kuliko wewe, toka wende dako na kuapisha kwa jina agwende. Toka miungu, toka miungu, haya ondoka, agwende ag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 a na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, toka ndani yake. Haya agagagagagaga huyo agwende agagaga, usibaki humu ndani. Nenda zako. Nenda. Usirudi tena kwa jina Yesu. Usirudi tena kwa jina Yesu. Usirudi tena kwa jina Yesu. Agwende. Usirudi tena kwa jina Yesu. Usirudi tena ndani humu. Agwende, funguka. Funguka, nenda. Agwende. Agwende. Kwa jina Yesu Kristo. Mpeleke pale nyuma pale. Unaenda shangaa kule mjamaa. Mpeleke pale nyuma pale. Kwa jina la Yesu hai. Toka nenda yako. Muinuie. Toka nenda yako. Muinue. Peka pale nyuma. Kwa jina la Yesu Kristo na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka nenda zako. Toka tangu sasa. Toka kuanzia leo. Uwe mzima na Bwana aliye hai akuponye wewe. Yaropitia ya kuponye. Amen. Natoka muda mzuri. Jitahidi kuwahi mapema ibada ya jioni, ili tule kwa pamoja. Ngoja niombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ili ni kanisa lako na ni watumishi wako. Wewe uliyesema utawaambia ingie, wataingia. Utawaambia toka, watatoka. Kwa neno lako sasa Mungu anatoka. Naomba toka nao. Waponye njiani. Walinde Bwana barabarani humo kwenye ajali za namna mbalimbali. Waponye Mungu. Ukaponya hata vyakula watakavyokula. Ukaponya hata maji watakayokunywa. Ukaponya hewa watakayovuta kwa jina la Yesu Kristo. Maadui zao wawe ni maadui zako wewe. Simama upande wa watoto wako. Bwana, wapige picha kila moja ya kwamba wamekuheshimu kwa siku ya leo. Hesabu yale walio nayo yote Mungu. Wahurumie na uwaponye. Na wakabidhi mikononi mwako Yesu. Hatimaye Bwana, watakaporudi ibada jioni, Mungu akurejee wewe uliye Mungu pekee. Kwa jina zuri la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na wakabidhi mikononi mwako Yesu. Amen. Nenda na Yesu, Bwana aliye hai akutetee. Amen.